Amen. Bwana asifiwe sana. Huwa ninasikiliza sana mimi wahubiri. Mtu ambaye nasikiliza sana wahubiri ni kitu ambacho napenda sana kusikiliza. Na huwa nasoma Biblia. Bwana asifiwe. Na huwa naomba. Kwa hiyo kwa sababu nasoma Biblia naomba na kuaga na jumbe nyingi sana. Naweza kama nasoma tu nikapata vitu nikaandika. Na naweza kaa namsikiliza mhubiri fulani, niko hata ofisini kwangu nafanya kazi, nikapata tu ufunuo kupitia kile kitu mtu anafundisha nikaandika. Kwa hiyo ninapotaka kwenda kuhudumu huwa ninajitahidi sana kumwambia Yesu, naomba nisipeleke vile ambavyo nimeandika. Naomba kile ambacho umekikusudia kusema na mtu mmoja kuyabadilisha maisha yake ndicho nipe. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo huwa natamani sana kabla sijaenda kuzungumza na watu nizungumze na Mungu wao, niambie ni kitu gani anahitaji. Bwana asifiwe. Na wakati ninaomba kwa ajili ya ibada, Mungu alinipa kitu nikibaki na shanga. Mungu. Bwana sielewi. Bwana asifiwe. Kweli Mungu hivyo tu. Mungu ananiambia hivyo tu. Bwana asifiwe. Na ni hivyo tu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tutazungumza muda mchache, lakini ndio hicho Mungu amenipa nikupe, na ninaamini atakuhudumia katika jina la Yesu. Kitabu cha Luka sura ya 18 mstari wa kwanza mpaka wa 7. Kitabu cha Luka sura ya 18 mstari wa kwanza mpaka wa 7, kwa sababu tunaenda haraka leo, muda wetu ni mchache na tunatamani kile Bwana amekikusudia kifanyike tena. Ninaomba basi nikusomee. Akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Mstari wa pili akasema, palikuwa na kadhi katika mji fulani amchi Mungu wala ajali watu. Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendea akisema, nipatie haki na adui wangu. Naye kwa muda alikataa, alafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu. Mstari wa 5 anasema, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi, nitampatia haki yake, asije akajichosha kwa kunijia daima. Mstari wa 6, Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule kadhi dhalimu. Mstari wa 7, na Mungu je, atawapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao. Namalizia mstari wa 8 anasema, nawaambia atawapatia haki upesi, lakini atapokuja mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Somo langu linasema usikate tamaa. Usikate tamaa. Mungu aliniambia nenda uambie wanawake Maruku wasikate tamaa. Ukisoma Biblia yako vizuri kwenye kitabu cha Luka sura ya 1, kuna maneno mazuri pale alianza nayo Yesu. Tunaposoma Biblia kuna maneno ambayo Yesu ameyasema yeye mwenyewe, kuna maneno ambayo yamesemwa na mwandishi, kuna maneno ambayo yamesemwa na manabii. Yaani kuna maneno ambayo yanaeleza historia ya kitu fulani. Hapa tunazungumza maneno aliyosema Yesu mwenyewe na mfano aliyotoa Yesu mwenyewe. Bwana asifiwe. Unaona Yesu anaanza kwenye kitabu cha Luka, yani ndio nimeanza kwa kusubiri niendelee utakuta namaliza. Ukisoma kitabu cha Luka, Biblia inasema akawaambia mfano ya kwamba imewapasa. Kwa hiyo kumbe haituombi, haitupi option, yani haitupi kwamba tunaweza kufanya au tusifanye. Bwana asifiwe. Yaani haitupi kwamba tunaweza kufanya. Yaani unajua kuna kitu ambacho unaweza ukafanya na kuna kitu ambacho unaweza usifanye. Yaani Biblia itakulazimisha. Kwa mfano kama uzima na mauti, Biblia itakulazimisha, si ndio? Inasema niweka njia mbili mbele yako. Kuna uzima, kuna mauti. Unachagua moja. Yaani Biblia haijakulazimisha. Isipokuwa kila unachochagua kina matokeo. Pigia Yesu makofi. Kwa hiyo ukisoma mstari wa kitabu cha Luka sura ya 18 mstari wa 1, mwanamke unayenisikia, Biblia inasema imewapasa. Na kama imetupasa, ina maana hatuna option. Hatuna njia nyingine. Hatuna kingine mbadala. Inatupasa, inatulazimisha. Ninapokuambia inakupasa Frida kulazimika kwa kwenye ibada ya Maruku, sijakupa option ya kwamba unaweza kwenda au usiende. Ile option nimekwambia inakupasa. Sisi tunaokaa na mabosi, tunaoishi
ambao tuna mabosi huko makazini. Unajua kuna watu ni mabosi wa maisha yao wenyewe. Bwana asifiwe, watu waliobarikiwa. Yeye mwenyewe ndio lakini sasa sisi, kama mimi nina bosi. Kwanza kinaambia nimekupasa kuzuia kuzuia mkutano huu. Ina maana ameniagiza. Sina nini? Sina option. Sasa Yesu anasema kwenye mstari wa 18 sura ya 14 mstari wa kwanza anasema imewapasa kumwomba Mungu siku zote. Anamalizia kwa kusema wala malizie. Alafu anaendelea kwa kutoa story fulani hivi, anasema hivi, kulikuwa na mwanamke mmoja. Huyu mwanamke alikuwa ni mjane. Huyu mwanamke alikuwa ni mjane, alikuwa anataka haki yake kwa mtu mmoja alikuwa anaitwa Kadi Dhalimu. Na Biblia inatoa CV. CV nini kwa Kiswahili mwenyekiti? Wasifu. Na Biblia inatoa wasifu wa ile jamaa. Inaeleza kwamba huyu mtu kwanza alikuwa hamchi Mungu, pili alikuwa hawajali watu. Huwa naambia tu kwa ufupi, alikuwa na roho. Kwa hiyo nasema huyu mama mjane akamwendea yule mtu. Mimi nasema na katika huo mji palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendelea akisema, nipatie haki yako. Naye kwa muda alikataa kwa sababu alikuwa na roho mbaya. Na anaendelea kusema, akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu. Yaani unajua kuna CV tunapewaga na watu. Sawa? Na uzuri wa watu wewe kupagia CV ya kukupa. Unaweza kama kukupa CV nzuri mwanangu au kukupa CV mbaya. Yaani kati ya vitu kujipangia ni watu wakupa CV. Kwa hiyo huyu Kadi Dhalimu CV alijipa yeye mwenyewe. Alafu CV uliyoandika wewe mwenyewe, ina maana wewe unajijua. Alisema japokuwa simchi Mungu, lakini sijali watu. Yaani yeye mwenyewe sio kama ili kama ameambiwa. Amejiandikia CV yeye mwenyewe kama mimi CV yangu nina roho mbaya, sijali watu, simchi Mungu. Yaani wakikupa sifa kaita nieleze sifa za Sara, sema mimi Sara CV yangu iko hivi, simchi Mungu, sijali watu. Kiufupi wewe umekuomba kazi, kiufupi mimi nina roho mbaya. Asifiwe. Jamaa aliandika CV yake yeye mwenyewe. Sio kwa kuandika CV. Sio kama kuna watu wanapita tulikopita kina sisi. Unaandika CV. Yaani mimi niko nzuri. Naongea Kiingereza vizuri. Naongea Kiswahili vizuri. Bwana asifiwe. Ninaweza kufanya kazi under the pressure. Bwana asifiwe. Unaeleza siku moja tulikuwa tuna pressure ya kazi kwetu. Mambo yakawa mengi, tunatoka usiku. Sasa tukawa na rangi kale kwani wakati mnaomba kazi simsema mnaweza kufanya kazi kwa pressure. Pressure hiyo ndio hii sasa. Sisahau. Bwana asifiwe. Unajua watu wanaomba kazi. Wanaandika vitu vya ajabu hapo kifanya ndio kiutendaji. Anasema si hivi. Asiomba. Aikaniweka under the nini? The pressure. Sasa huyu jamaa akajipa CV. Naomba nisiame sana leo kwa sababu muda wangu ni mchache. Akajipa CV akasema mimi hapa simchi Mungu sasa. Lakini pamoja na ubaya wangu wote nilionao, kwa sababu huyu mwanamke amenisumbua sana, kwa sababu huyu mwanamke ameninyima raha, kwa sababu huyu mwanamke jamani amenisumbua mpaka nakosa pa kupumlia, nikiomba hivi yupo, nikiomba
tamaa, ukaacha kuomba. Kitu gani tunajifunza hapa? Usimkatie Mungu tamaa ukaacha kuomba. Ukasema nimeomba sana. Usijaribu kumkatia Mungu tamaa. Haijalishi ulichokiomba umekiomba kwa muda gani. Kuna mtu mmoja alikuwa ananiambia, sasa nimeomba sana nipate mtoto. Nikamwambia una miaka mingapi kwenye ndoa? Akaniambia miaka 7. Nikamwambia my friend, Sara alizaa akiwa na miaka 100. Haitakiwi kumkatia Mungu tamaa. Nenda asubuhi, nenda mchana. Ndio Yesu anatufundisha. Anasema huyu mwanamke kwa sababu kwanza ni mwenyewe mwenye roho mbaya. Sema Mungu aliyekufia msalabani. Wewe unamkatiaje tamaa? Aliyekufia msalabani, aliyetoa wanyama kwa chini yako, aliyekusamehe dhambi zako, aliyekupenda kuliko kitu chochote, aliyekupenda kuliko kama mwanaume, unalala asubuhi kama jioni. Unamkatiaje Mungu tamaa wewe? Unamkatiaje Mungu tamaa? Alafu tunemone tunamkatia Mungu tamaa kusali yako. Sisi kumkatia Mungu tamaa. Mungu anatupa mfano mzuri wa huyu mwanamke. Biblia inasema nimeendea kabla ya elimu. Akasema ni zaidi sana ya Mungu wetu aliyeko mbinguni, ambao watu wanaomwendea usiku na mchana atawapatia haki yao pesa yako. Umeenda kwa Mungu mara ngapi mpaka ukate tamaa? Umeenda kwa Mungu mara ngapi mpaka ukate tamaa? Umefunga mara ngapi mpaka ukate tamaa? Kwa hiyo hakikisha umkatie Mungu tamaa. Kuna watu wamejikatia tamaa. Umejikatia tamaa ya maisha. Anaona kama maisha yana tena maana. Unakuta kabinti kakona anachumbiwa, ghafla mkaka kakaacha, kakajikatia tamaa. Kwa taifa yako akikuacha unamwambia nenda, mimi bado nina Yesu. Yesu aliyekuleta wewe ataleta na wengine. Unajikatiaje tamaa wewe? Mwingine mwanaume kamwacha, yani kachoka, anatembea naongea peke yake njiani. Umejikatia tamaa wewe. Alafu acheni tabia za kuomba watu nyoyo. Kwa hiyo Mungu anajaribu kutuonyesha kitu cha ajabu. Huku kuanzia mstari wa 1 Yesu anasisitiza watu kutokata tamaa. Lakini mstari wa 8 anaeleza kwamba huyu mtu akija duniani ataikuta imani. Unapokata tamaa, nitatii mtu aliyekata tamaa amepoteza kabisa imani yake kwa Mungu. Anaona Mungu hawezi kufanya tena. Ameshamwekea Mungu mipaka. Ameshaona kweli kwake haiwezekani. Kuna mtu mmoja alimwekea Mungu mipaka, akajaribu kufanya kwa akili zake. Huyo Sara wakati anasubiri, ulifika wakati Sara akamkatia Mungu tamaa. Yeye ukasema anakunywa Marita. Unajua anakunywa waini. Sasa uzuri wa tabia ya uchumba sio wake tulio tuambie tusiambie au tuache sherehe. Tuambie au tuache sherehe au tuache. Pika kwa mume baba kakifuna mchungaji naomba unisamehe. Baba kwa mchungaji. Baba nilete nini kingine? Mchungaji naomba unisamehe. Nilete nini kingine mchungaji? Kakifika kwa mume. Kabisa. Kukurofisha na ukapata bahati mbaya kama mke kanaongea kama mimi, afuta kaka naongea mambo mabaya. Kaongea tuweka na Roho Mtakatifu kakutie moyo. Ukimtana mwanamke mwongeaji kama mimi na kuongea hivi hapa, alafu na Roho Mtakatifu, utakaa darini. Kantuko kamekukorofisha nyumbani. Unakuta ni kaimbaji kama vile kakifika na zaboni. Haleluya. Yule baba anacheki pale. Sasa kinachokuja kutokea nini? Ukichelewa tu kidogo, wanawake mbaki,
mkabaki. Ukifika tu nyumbani saa 9 anakulima ngumi. Kwa sababu unajua namna kanisani ni nini? Muigizaji. Wakati wa kuigiza haupo. Haleluya. Kwanza mchungaji amesema vizuri. Yesu yuko karibu kurudi. Hakuna muda tena wa kuigiza, hakuna muda tena wa kufeki maisha. Tuna muda wa kuhakikisha tunakaa sawa sawa na Bwana. Na ukikaa sawa sawa na Bwana, Bwana anasawazisha vitu wewe. Poteza vitu vya muhimu sana kwa ajili ya kushinda kukaa sawa sawa na Mungu. Kwa sababu ya kukimbizana na vitu visivyokuwa na faida. Ukisoma kitabu cha Samueli kwa kiungu imeinuka ndani ya Sauli. Sauli anamtafuta Daudi amuue, anapambana. Wakati anamtafuta Daudi, pamoja akampata kama Wafilisti wamevamia kambi kule. Wakati unahangaika na visivyofaa, vya kwako vinaharibika. Wakati unahangaika kupambana na fulani, kugombana, sijui kafanyaje,